Muyumbe wa Kiliambunge cha Kathiani Robert Mbui niwenda Musumbi William Ruto na atongo yangi serikali ni ya Kenya Kwanza mevathane na ndeto siena numangano na kuvuthia kwindongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka. Mbui eweta kana isitwa ya watermelon yailite muno kwi utongoi wa Kenya Kwanza kwa kwithiwa Musumbi William Ruto atena muungamo mulumu yulwa uthukumi wake na kila kiwetwa ni ndongoi ya chama cha Wiper ni uo muthei ateo Ruto ndena moyo jila ukutavua waluku wake na ilite umanyakana we ni president wa term omwe mwandu kwitobo ni Mutisia na mauvoa. Thini wa uneni ula woneka wi wa kukimolo na imunini wa Musomeri Gathiga ainene sokoni wakene Muyumbe Robert Mbui watakana waiva tono mwe atongo imakanda kwikia ni sendeto na numangano katikati wa mwene nthi kindu lake ndena kwa isendai ya utongo wa serikali ya Kenya Kwanza. Jana tumeona na tumeshangaa viongozi wa kitaifa wote wakiwa kule Western wakiongea kuhusu His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Sisi wote wa Kenya tunajua Kalonzo hajawahi tukana mtu. Kalonzo hajawahi dharau mtu. Kalonzo ana deni na mtu. Lakini sasa wanaenda kutumia majina machafu ya kutukana kiongozi kama Kalonzo. Ningeuliza sisi kama wa Kenya, inafaa kabisa tujaribu iwezekanavyo kama viongozi tuheshimiane. Iko aibu sana kiongozi akitumia matamshi na matendo ya madharau kwa mwenzake. Sasa tunashangaa, mnataka kutumia madharau na mnataka hata watoto wetu wawaheshimu. Itawezekana? Mbui wetakana isitwa ya itunda ya watermelon ila yotumiwa ni President William Ruto na undumona kuonania mundu tena muungamo mulumu ni kitu kilachonekanite kuvika vau katikati wa tongo ya serikali ya Kenya Kwanza matongo ni President Ruto. Nataka kusema lazima tuonyeshe heshima kama viongozi ndio hata watoto wetu waweze kutuheshimu. Kama president mwenyewe anaita Kalonzo watermelon, baya sana. Na watermelon nafikiri inatumika kama kigeugeu. Mimi nauliza hapa, kigeugeu ni Kalonzo ama ni hawa viongozi walikuwa Western? Ni hao viongozi walikuwa Western. Yeah. Hata wananchi wanajua kigeugeu ni kina nani. Na kigeugeu ni mtu ambaye anaongea kitu moja na anafanya ingine tofauti. Tafadhali muheshimu Kalonzo Musyoka. Yeye ni kiongozi wa upinzani na amejitolea kuongea kwa niaba ya Wakenya. Kwa sababu wale viongozi wengine mulichukua karibu wote. Ai Musumbi wa Afrika ndabaluka etina watamu umwe onde wewambe na inge muna mabalukito na tamu umwe kwanza nenda umota bya tamu wake bai Musumbi ukuzyoka tamu wake ele onze maende na tamu zao umwe uona akeli ubanye pretend. Ande anaweta ndeto sia ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka sina uwe mwingi kwa serikali ya Kenya Kwanza ni chukitu imaende na kualiuka na kumunene nae kuithwa matenda kuitikila kutavua mapitumo. Kalonzo Musyoka ati wanamkasirikia sababu ya kitu kidogo tu aliongea. Kalonzo alisema wacha kusema tunaunganisha Wakenya. Wakenya wameungana. Na Wakenya wameungana wapigane na uongozi ambaye ni mbaya. Sasa hiyo ni makosa kuongea hivyo? Hapana. Na Kalonzo akasema wakati ataapishwa 2027 kwa sababu tuko na nia Kalonzo awe rais. Alisema hii vitu mumeongezea ushuru kwa mifuko ya Wakenya. Hiyo vitu yote atatupilia mbali. Sasa mnakasirika sababu Kalonzo atakuja kutusaidia. Hakuna kitu Kalonzo aliongea ambaye sio ya ukweli. Kwa hivyo tafadhali viongozi tupatiane heshima. Dhini uneni wake ni wanda serikali ya Kenya Kwanza ikithikana nendhimena mugo na usese mwenu ayumani ya siku siya nende kukumbwa kana kukota warena metatatala mielu na kule umilwa kotine kauni. Security ya Wakenya. Sasa akina mama wanauawa kama kondoo huko Nairobi. Na tunasema iko serikali. Iko mama mmoja tu juzi
Ameenda kwa waziri akasema, waziri, hii kitu ya SHA huko Kenyatta Hospital haifanyi kazi. Ati yule mama akiwa hospitali hali mahututi jana anachukuliwa na askari wamevaa uniform. Mimi nawauliza kweli, hiyo ni ungwana? Hiyo ni ungwana kweli? Hiyo ndio Kenya tunataka? Hiyo ndio Kenya tulipatia Kenya Kwanza wasimamie? Tafadhali muache kuwa na roho ngumu. Huyo mama aliongea haki yake, sababu katiba inatupatia nafasi ya kuongea haki. Watoto wetu wameambiwa wanyamaze. Mtoto akiongea anachukuliwa na majambazi, anatoweka. Kijana wa kwanza kupigwa risasi bunge wakati walikuja kuandamana kuuliza haki zao anaitwa Erickson Mutisia, ni kijana wa Kadhiani constituency. Sasa mimi nauliza, kama kiongozi nimechaguliwa, mtapiga Erickson Mutisia akili yake imwagike kwa lami na mimi ni nyamaze? Baito naele kalangilete. Kaundini ya Masaku Kadhiani Nyenito Boni Mutisia.